Bana, mambo ni vipi? This is A Media to the world. Langu jina ni Anton Charles. Karibu sana katika ukurasa wetu wa A Media, na leo nipo na mshikaji wangu hapa mmoja ambaye anajishughulisha na biashara tofauti tofauti. Sasa niko naye hapa, tutakwenda kupiga naye story kuhusiana na biashara ambayo anaifanya inayojulikana kwa jina la kinyozi. Silipo sahihi kaka kwamba ni kinyozi? Saluni. Ni masuala ya saluni. Ndio sahihi. Okay, utakwenda kutueleza kwamba biashara hii labda ulianzaje, lakini pia changamoto ambazo unazipata kupitia biashara hii. Kwanza kabla tujaanza, ningependa kujua jina lako kaka. Unaitwa nani? Mimi ndo Dispo Simoni Masakeni. Ndio. Mimi ni mtu wa Mbeya. Lakini nimekuja Dar es Salaam kujitafutia. Unajua faida. Ni kweli kabisa. Unatokea Mbeya? Natokea Mbeya. Sasa kwa ni Mnyakyusa. Kwa mimi ni Mnyakyusa. Kwa Kinyakyusa kusalimiana kwa Kinyakyusa labda unaweza ukanisalimiaje? Ngombe ugonile. Ugonile. Alafu mimi inabidi nijibuje? Ndingafu. Nakubali sana kaka. Okay, tukianza moja kwa moja kwenye biashara yako ambayo unaifanya hii ya kinyozi. Labda mimi ningependa kujua labda ilianzaje, yani ulianzaje mpaka ukajikita huko kwenye upande wa kunyoa watu? Kwanza hii biashara ni kama biashara zingine. Ndio. Ni kama kufungua duka, kwa sababu ni biashara ambayo nataka ukae sehemu moja kwa muda mrefu. Yani sio biashara kutembea tembea kuzunguka. Kwa mteja unamsubiria, yani mteja yeye aje. Lakini pia ni biashara ya kutengeneza wateja. Maana mtu akija kufanya huduma kwako, anasikia umhudumie vizuri ili amlete na mtu mwingine tena. Mtu mwingine tena anamleta mtu mwingine tena. Na mtu mwingine tena anamleta mtu mwingine. Kwa hiyo kama chain. Kwa ufanyaji kazi wako kwa umahiri ndio ambao unakuletea wateja zaidi. Lakini ukizingua ndio basi wateja nao wanakuzingua na zidi kupotea. Okay. Kwa kwamba ukizingua kwenye upande wa kusukuma wateja, maana yake naenda unafeli. Yani unataka ukifanya kazi ufanye kazi kwa kazi nzuri ya muonekano. Yani mtu mmoja amuulizie mtu mwingine na mtu mwingine amuulizie mwenyewe wapi? Sehemu fulani watu wanaelekezana. Kwa hiyo siku yote kazi nzuri inaonekana. Okay. Kwa siku labda unaweza ukanyoa vichwa vingapi? Siku nikanyoa vichwa kama 20. Vichwa kama 20. Na labda bei ya unafanya shingapi hapo kwenye upande wa kunyoa? Hapa nafanya 2000 kama mtu ana ndevu wanawake bei tofauti. Kwa mfano kama kuna nywele zile za Wahindi za wa China ni kuanzia 8,000. Ndio, ni kuanzia 8,000. Lakini bongo 3,000. Sasa na labda changamoto ambazo unazipata kwenye biashara yako ambayo unaifanya labda ni changamoto zipi? Changamoto ni umeme katika. Umeme katika mtu pembeni katika umeme. Hivyo yani umeme changamoto kubwa. Sasa labda changamoto nyingine, labda umemnyoa mtu labda hajakulipa pesa yako. Ushakutana na hilo zali? Hilo zali halipo kwa sababu kinyozi ni fundi mwaminifu. Yani tunamalizana hapo kwa sababu wewe uniachie kichwa na mimi yani tunamalizana hapo na ondoka zangu. Labda changamoto inakuja wapi? Inakuja pale ambapo umeme ukikatikia mtu. Okay. Hawezi kukulipa. Okay, sasa lakini si kuna ile means ya tunasema alternative means, yani njia mbadala ambao unaweza ukaifanya pale ambapo umeme umekatika, labda kutumia generator. Unatumia generator? Unafanya hivi? Mimi generator sina. Una generator. Kufuatana na kipato changu ni kidogo. Sawa, lakini ushakufikiria kununua? Ushakufikiria kununua. Sawa. Okay, labda kitu kingine ambacho unaweza kutuongezea kwenye hii biashara yako ambayo unaifanya kwa wale ambao watu hawajui, au kwa ule mtu ambaye anataka kuengage kwenye biashara yako, labda ni kitu gani ambacho unaweza kumuongezea? Biashara hii hapa ni nzuri, ila kikubwa zaidi kwenye biashara hii lazima uangalie location. Location ni kitu kikubwa. Okay. Yani biashara yote ni location. Okay. Location kwa maana ya kwamba eneo la hiyo biashara, sehemu yenye population kubwa ya watu, msongamano. Unaweza kufungua sehemu ambayo hamna, sehemu choloni ambapo hamna watu, itakuwa ni uongo. Sasa kwa hiyo kwa imani hiyo ya jinsi ulivyotuambia kwamba inabidi tu consider, yani inabidi tuangalie location. Manake wewe eneo lako hili umeangalia location kwamba nipo maeneo ya Mwenge Mwenge Mataa, kuna watu wengi wanapita, sio hivyo? Manake ndio umezingatia kitu kama hicho. Ndio nimezingatia hicho kitu kwa sababu hapa kuna mzunguko mkubwa wa watu. Okay, lakini watu wanakuja kweli? Watu wanakuja ndugu yangu. Sawa. Okay, sasa mimi nakupa chance ya kufanya advertisement ya hii biashara yako ambayo unaifanya kupitia A Media. Kwa yule mtazamaji yote ambaye anakuona, ili aweze kujua kwamba unafanya nini, tangaza na A Media.
Mimi nafanya vitu vizuri. Mtu akija hapa yani lazima apendeze. Na msemo wangu mmoja kwamba ukitaka kunyoa wewe nyoa popote, lakini unataka kupendeza basi ndio kipande changu hapa. Kwa Kinyakyusa tunasemaje? Isaga hapa. Isaga pendeze, Isaga. Wanakubali sana. Huyo ni moja ya wajasiriamali kutokea hapa Mwenge Mataa. Langu jina ni Anton Charles na hii ni A Media to the World.